tujifunze kuthamini vya kwetu kama nilivyokwisha kusema. Waafrika tunaonekana ni kama hatuna akili, lakini akili tunazo, na tunatokea kuwasifia wenzetu kwamba wana akili nyingi kwa sababu wao walishajigundua, walishajipata, wakajijua kwamba wao ni wakina nani. Lakini pia sisi tunao wakati mzuri wa kuweza kukaa na kutuliza akili tukajua kwamba ni wakina nani. Kwa mfano, sisi tunapiga kazi tunapiga kweli kweli na tunapata vipato. Lakini vipato tunavyopata, pesa zetu tunazozipata, kwa nini tusiwekeze nyumbani? Tunakimbilia kuwekeza kwa wenzetu huko. Halafu kodi tunakuwa tunatoa kodi ndefu kwa wenzetu, lakini huku kwetu tunaogopa kwamba tutawanufaisha Waafrika wenzetu. Kwa hiyo sasa, kitu ambacho nilikuwa nakisisitiza, tunapowekeza hapa nyumbani kwetu Afrika, barani Afrika, basi tukumbuke kwamba tunafanya maendeleo kwa kasi, kwa sababu kuna Waafrika wale wa hali za chini watafanya kazi humu Afrika, badala ya kukimbilia kwenda kwa wenzetu huko, watakimbilia humu kwa sababu kazi za kufanya zipo. Lakini leo hii inafika mahali Mwafrika anaona hakuna umuhimu wa kutafutia Afrika, kwamba yuko tayari aende kutafutia kwa wenzetu, kwa sababu anaona huko ndipo kumejaa pesa. Pesa ndio ina thamani, lakini pesa ya huko Afrika inaonekana kama vile haina thamani. Sasa ni nani wa kuisamanisha hii pesa Afrika iweze kuwa na thamani? Na si kwamba huko Afrika hatuna kazi za kufanya. Zipo kazi nyingi ambazo zinaweza zikatengeneza pesa ndefu, lakini kwa kuwa wenye uwezo wanazipeleka huko, wanaenda kuzihifadhi huko, basi ndio maana sisi Afrika tunaendelea kuwa watu wa hali za chini, tunaendelea kukosa chakula, kukosa namna ya kulala, kukosa namna ya kuvaa. Kwa mwisho wa siku mnakuja kuuawa na stress. Mwafrika ni mtu wa kwanza ambaye anakufa kwa stress. Anakufa kwa mawazo, hajua anakula nini, hajua alale vipi. Kwa hiyo tuondokane na hizi hali za kutokuaminiana, tuingie kwenye mfumo wa kuaminiana sisi ngozi nyeusi. Bila hivyo hatuwezi kutoboa.